Okay, nitengeneza video jinsi ya kutengeneza animation kwa watu wanaotumia smartphone, lakini hapa ni kwa watu wanaotumia PC. Process ni zile zile, sema kwenye PC zimetofautiana kidogo. Cha kwanza, nenda ChatGPT, bonyeza ChatGPT kisha ingia kwenye ChatGPT, alafu hapo sasa kuna prompt ambayo itakayoipaste hapa mita ile prompt ninayo, na ndio hiyo hapo nimeipaste. Hii prompt nitakuwekea kwenye description ya video. Hapo nimeipa maelekezo yote ya kutosha jinsi ya kufanya. Kwa hiyo mimi nitaipa ChatGPT hiyo prompt na hiyo itaniandikia maelezo yote ninayohitaji kwa ajili ya kutengeneza hizo animation. Kumbuka, hii prompt wewe unaweza ukaialter au ukaibadilisha vile ambavyo unataka ili ikupe kile kitu ambacho wewe umekusudia kutengeneza, na sio lazima ziwe aina hii ya 3D cartoon. Unaweza kuweka mfumo wako wewe peke yako. Ukichukua prompt ifanye vile unavyotaka, kama unataka iwe na style yako binafsi. Okay, kwa hiyo baada ya kuniandikia prompt nitahitaji tena vitu viwili hapa kwenye ChatGPT. Hapo inaandika prompt. Kitu cha kwanza nitahitaji kuwa na extension. Kumbuka, ukiwa unatengeneza hizi animation lazima uwe unatumia Google Chrome. Hapa tuko kwenye Google Chrome, kwa hiyo nitahitaji extension mbili za kuzitumia hapa. Okay, lakini pia kwenye kulist hapo nimeandika prompt. Sasa nataka nikilist hizi prompt niambie kwamba do not put the title on the prompt, yani isiweke vichwa vya habari kwenye kila prompt inayotengenezea. Kwa wewe ikikuwekea vichwa vya habari unaweza kuiambia huu mstari, hata ukiambia kwa Kiswahili itakurekebishia pia. Pia uiambie isiweke namba kwenye prompt ili inipe tu prompt za hivi ambazo zimetofautishwa au zimetenganishwa na nafasi kama hivi. Hii ni muhimu sana. Kwa prompt zako hakikisha zimetenganishwa tu na nafasi. Okay? Ya, unaona hizo za juu zilikuwa na namba lakini pia zilikuwa na kichwa cha habari. Hicho ndio kitu ambacho tulikuwa hatukihitaji. Okay? Sasa kitu cha pili, hapo tulishatengeneza prompt zetu, tunatengeneza prompt ya chini pale, tunaenda kwenye browser, kwenye tab nyingine, alafu sasa pembeni huko kwenye Chrome kuna sehemu ya extension, utaibonyeza. Design, alafu utaenda manage extensions. Sasa mimi tayari na extension hizi. Sasa kama hauna utaenda pale chini pembeni mkono wa kushoto kumeandika Chrome Web Store. Hapo bonyeza, alafu utafuta extension moja inaitwa AutoWhisk. Kumbuka kwenye smartphone tuko tunaandika AutoWhisk, kisha iweke hiyo download ya extension kisha install kwenye Chrome yako. Hiyo ni extension ya kwanza. Extension ya pili inaitwa Grok Automation. Tutahitaji hizi prompt mbili, ni muhimu sana ili kurahisisha mambo. Kisha na yenyewe iweke kwenye Chrome yako. Baada ya kuiweka sasa ndio hii hapo. Kisha bonyeza tena tab nyingine, alafu sasa pale pembeni kuna extension, bonyeza kwenye AutoWhisk. Ndio hii hapo. Kisha hakikisha umechagua English hapo, na hapo chini umechagua version 7.60 design hiyo hapo. Okay? Yeah. Pale juu kuna setting, lakini hapa pia kuna settings za picha ambazo unaweza kuweka. Mimi nitaweka ya landscape. Pia hapo nitahakikisha picha ni moja moja inayotengenezwa. Hapo reference kuonyesha baadaye. Okay? Yeah. Sasa baada ya kuwa umeshaziweka hizo, unaenda tena kwenye prompt zako pale, una copy zile prompt za chini kabisa ambazo hazina namba. Unakopi kwanza hizi nanili characters, kwa sababu hapa cha kwanza kabisa ni kutengeneza characters. Kwenye prompt hata ukitengeneza itakutengenezea characters. Kwa hiyo tumekopi character ya kwanza ambayo ni mtoto mdogo, hiyo miaka 12, kwa sababu hii prompt hii story inahusiana na mtoto mdogo anayefundishwa kuwinda na baba yake. Kwa hiyo tutatengeneza prompt character watatu ambao ni mtoto, baba na yule mnyama anayewindwa. Kwa hiyo nikishaweka prompt nitabonyeza run, then itanitengenezea picha. Kumbuka hii AutoWhisk inaweza kudownload hiyo picha yenyewe automatically, na ndio maana tunaitumia yenyewe. Okay? Na pia ni rahisi sana kutengeneza picha nyingi. Tayari imesha download hiyo picha. Yeah. Ndio hii hapo imesha download hiyo hapo. Sasa hiyo picha tunayoangalia, hiyo ndio picha ya mtoto. Ndio hii hapo. Yes. So tunaenda tena kutengeneza picha ya mzee. Hiyo ndio picha ya mtoto ambayo ni character wa kwanza tumemtengeneza. Pia chini yake kuna character mwingine ambayo ni baba, sasa Baba Juma. Kwa hiyo tutakuja hapo tena tutatoa hii maandishi, tutapaste hiyo prompt ya baba. Ndio hii hapo. Okay? Baada ya kuipaste then na yenyewe tuta run ili tuweze kutengeneza picha au character wa baba. Kwa utafanya hivyo kwa picha zote tatu. Nikimaliza hapo nitatengeneza character ya deer au swala ambaye sasa atahusika pia kama mhusika kwenye prompt au kwenye story yetu. Okay? Yeah. So hiyo picha ya pili nitakuwa nimeshaitengeneza, itakuwa downloaded moja kwa moja kwenye mafile. Utaikuta kwenye file inaitwa AutoWhisk au AutoWhisk kwenye nani zako, kwenye mafaili yako ya downloads. Okay? Ndio picha ya baba hiyo. Then nitakuja tena hapa nitachukua picha ya deer design hiyo. Sasa
nitaenda tena na yenyewe nitafuta ile prompt ile iliyokuwepo ya baba, alafu nitapaste hiyo ya Dare, kisha nita run tena ili kutengeneza picha ya Dare. So wewe utakuwa umeshatengeneza hizo character zako tatu ambao ni mtoto, baba na huyo swala, ambao utakuwa umetengeneza hapo. Sasa lengo ni tutengeneze hao character watatu, alafu tutaenda tena kwenye ChatGPT, tutaiambia ChatGPT itupe wale prompt wengine waliobaki. Maana nimeambia ChatGPT kwamba itutengenezee prompt 20, okay? 20 kwa ajili ya kutengeneza scene 20. Sasa hizi scene imezitengeneza zikiwa na vichwa vya habari, pia tena ikiwa na numbers. Kwa hiyo hapa tukizipaste hapa kwenye AutoWhisk, ile namba pia itahesabika. Kwa hiyo tunachokifanya tutaiambia kwamba remove the title in every scene, au kwa Kiswahili ondoa kichwa cha habari kwenye kila scene. Nikaipa mfano jinsi ya kufanya. Alafu nitaiambia kwamba tu separate na nanili. Okay? Au hata nikiacha hivyo ni sawa, nitaipa, alafu yenyewe itatengeneza sasa zile scene vizuri. Hapa ni kama tu ChatGPT yako imekuandikia alafu ikaweka na vichwa vya habari kwenye scene, lakini kama haijaweka huna haja kubadilisha na kuiambia hivyo, okay? So itaniandikia hizo scene vizuri, unaona? Hazina namba wala haina vichwa vya habari, zenyewe zimetenganishwa tu na nafasi moja. Okay, imetenganishwa na nafasi moja. Na hiyo ni nzuri kwenye AutoWhisk. Hii tool tunaitumia hapa pembeni kwa sababu ina detect yenyewe automatically. Kwa baada ya kucopy prompt moja moja, mimi na copy prompt zote 20 ambazo ni scene zetu sasa katika story yetu. Ndio uzuri wa kutumia hii AutoWhisk. Kwa nitacopy zote, alafu nitakuja hapa kwenye AutoWhisk, pale kwenye prompt mimi nitazipaste, nitafuta hiyo iliyokuepo, nitapaste zote zile 20. Unaona, nikishazipaste tu huko chini zinakuwa detected, na hizo hapo ziko prompt zote 20. Angalia hapo chini ziko prompt 20. Lakini pia naweza nikaja hapo nikaweza kwa mfano nenda hapo kwenye setting kwanza, au ukaja hapa kwenye control hapa ukaweza kuweka reference image. Sasa reference image zile picha ambazo unataka kwamba utengeneze consistency character ambayo badilike. Kwa hiyo cha kufanya wewe utaweka picha ya kwanza labda ile ya baba, ndio hii hapo. Alafu kumbuka hizi picha kwenye prompt zina majina. Huyu alikuwa anajiita anaitwa Baba Juma kwenye scene, na hapa huyu anaitwa Kito. Hii picha ya mtoto anaitwa Kito, ndio huyu hapa. Kwa hiyo na yeye utampa jina lake. Hii prompt ukishaandika hapo kwenye jina, then inakuwa inaelewa kwamba ni nini kinafanyika. Kwa umeshaweka hizo reference scene. Ni nzuri sana kama utataka kwamba scene yako au story yako nzima wahusika wao wanafanana. Hakikisha unaweka hapo kwenye reference image, okay? Kisha rudi kwenye control, hakikisha ni landscape, picha ni moja moja, then ndio bonyeza start hapo. Alafu scene zote zinaanza kutengenezwa automatically baada tu ya kubonyeza start. Hakikisha umejihakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Then utabonyeza start, then zitaanza kutengenezwa scene moja moja mfumo wa picha. Unaona? Ya kwanza hapo imeshatengenezwa, ndio hiyo, lakini pia itatengeneza nyingine. Unaona zinaanza kujidownload zenyewe automatically. Hii imerahisisha sana maisha kutokana kwamba una uwezo wa kufanya kwa haraka zaidi kuliko ile kwamba ungeweza kuwa unaweka prompt moja moja na kusave picha moja moja. Hapa ni yenyewe inafanya automatic, na ndani kama ya dakika moja tu unakuwa umeshatengeneza scene zote 20. Okay? So inachokifanya kwamba inazisave kwenye folder inaitwa AutoWhisk yenyewe. Kwenye download yako unaenda kwenye folder inaitwa AutoWhisk na unaziangalia. Unaona kama hapa zimeshamalizika. Hiyo ndio picha ya kwanza. Unaweza kaangalia picha nyingine ya pili kwa chini. Umeona? Inatengeneza yenyewe tu. Wewe umekaa chini umetulia, then yenyewe inakuwa inakutengenezea. Okay guys, hicho ndio kitu cha muhimu sana kwani tunatumia hii extension ya AutoWhisk. Baada ya kuwa tumetengeneza picha zetu, sasa kinachofuata ni kwenda kuzianimate hizi picha kwa kutumia ile extension nyingine ambayo tulidownload pale mwanzoni. Okay? Kwa hizi picha naona zingine bado hazijamalizika, utaziacha zitamalizika. Then zikimalizika tunaenda kuianimate kwenye AI inaitwa Grok. Grok ndio kitu kinachofuata baada ya hapa. Na nikukumbushe tu kwamba hizi picha zote ziko kwenye folder kwenye kompyuta yako, kwenye downloads folder inaitwa AutoWhisk. Ukienda utaziona. Kwa nitaenda kwenye ChatGPT, then nitacopy prompt za kuanimate. Kwa mimi nitakuwa nimeshatengeneza zile prompt za kuanimate, ndio hizo hapo nimeshatengeneza, then nitazicopy. Okay? Unaona hizo prompt za kuanimate zina maongezi. Yaani wanaongea kabisa kama vile unavyoona kwenye animation. Okay? Wanaongea. Kwa hiyo baada ya hapo nitaenda kwenye tabu nyingine pale juu, nitaenda kwenye tabu nyingine afu nitabonyeza pale
kwenye extension, then nitaenda nitafuta extension inaitwa Grok Automation, ndio hii hapo. Kisha mimi nitabonyeza navigate to Grok hapo, alafu nitajoin kwenye account yangu ya Grok, ndio hii hapo. Nitabonyeza huku chini kwenye account yangu pembeni hapa, alafu sasa nitabonyeza kwenye settings pale juu, alafu nitaenda kwenye behavior iko hapo juu, alafu nitashuka chini hapa kuna nimeandika enable auto download, hakikisha imezimwa. Okay, hakikisha umezimwa hapo, kisha rudi nyuma. Sasa hapa ina maana picha tunazo, bonyeza frame to video, kwa sababu picha zile tunakumbuka tumesha download zote tunazo. Baada ya kumaliza hapo, bonyeza setting hapa, hakikisha umeweka kwa style unayotaka, kama video za YouTube au za Instagram, TikTok. Mimi napenda YouTube, then hizo settings zingine ukaziacha tu, then rudi kwenye control maki hapo chini, naona mna chochote, rudi kwenye control hapa, then utashuka hapa chini. Sasa hapo utaanza kuupload picha moja moja, ziko picha 20, wewe utahakikisha unazi-upload zote. Ngoja nikuonyeshe zile picha ziko hapa kwenye file lako, kwenye folder lako, ndo hizi hapa zote ziko hapa. Utazikuta hapa kwenye folder inaitwa Whiskey Download, ila hapa inaitwa Whiskey Download. Kwa hiyo kila picha iko hapa, picha zote 20. Kwa utaanza kuupload picha moja moja kuanzia picha namba 1. Usidownload picha zingine, zile za kwanza kabisa. Kumbuka kuna picha za kwanza 3 zile usidownload. Anza na picha moja moja kutoka kwenye scene, okay? Sio wale characters. Kwa utaanza na picha ya kwanza kutoka kwenye scene, then utaiweka hapa. Kwa utabonyeza download, utabonyeza upload, then utaanza picha ya kwanza, utaiweka, then utaweka picha ya pili. Hakikisha unaweka picha zote 20 hapa. Mimi nakuonyesha tu, naweza nikaweka hata picha 4 5, sio mbaya, okay? Ila wewe utaweka picha 20. Hizi picha lazima uziweke kwenye sequence, picha ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 kama zilivyo downloadika, okay? Kwa sababu hata zile animation prompt tukija kuziweka zitakuwa assigned kwenye kila picha moja moja kulingana na namba. Kumbuka prompt zina namba na picha zina namba. Ina maana prompt ikiwa na namba 1, picha pia inakuwa namba 1 hivyo hivyo. Okay? Inaenda inapelekwa kwenye picha namba 1. Kwa hakikisha unachokifanya hapa una uhakika nacho. Kwa hiyo hapa mimi nitaenda haraka kidogo, nitaweka hizo picha zote. Kwa mfano mimi nitaweka tu picha, sio lazima niweke zote kwa sababu nakuelekeza tu wewe. Mimi hii process naijua. So utaweka picha zote, alafu baadaye utaenda kwenye prompt zako, animation prompts, ambao hiyo master prompt itakuwa imekupa, then utachukua hizo prompt zote. Kumbuka hizi prompt ziko kwenye series, kwa hiyo kila prompt inakuwa assigned kwenye picha yake automatically. Utacopy, then utakuja hapa chini, utashuka hapo chini kwenye prompts, utapaste hiyo prompt. Ulipoipaste kumbuka imekuwa separated na nafasi. Unaona inakuwa assigned yenyewe automatically. Kama vile kwenye Whiskey. Sasa tumesha assign kila kitu hapa. Sasa kinachobaki ni kurani ili tutengeneze animation. Hapa chini kuna button imeandika run. Ukija ukiibonyeza itaanza automatically kukutengenezea videos hapa. Unaona imeanza na video ya kwanza. Ina maana huna haja ya kwanza kuanimate moja moja, hapana. Hata kama unazo 20, 30, 40, 50 una animate automatically. Unaona ya kwanza ndio hiyo video ya kwanza inakuwa animated, na ikimalizika hiyo itadownloadika. Cha kufanya tu usiondoke hapa. Yaani hii tab hakikisha umeifungua design. Kwa hiyo itafanya yenyewe, ikimaliza itadownload yenyewe automatically. Wewe ukiwa umekaa tu umetulia, inaelewa kila kitu kinachoendelea, okay? Wewe itaanimate video zote 20, alafu ukimaliza utaziedit kwenye edit yako yote unayoitaka. Sasa hapo ndo unakuwa umeshatengeneza kwa njia rahisi sana kuliko ile ya simu ya kuanimate moja moja. Umeona? Hii ni video ya kwanza inakuwa animated hivyo, then ikimaliza kuwa animated utaona tu yenyewe inakuwa downloaded automatically. Nataka nikuonyeshe tu inavyokuwa kwamba video inakuwa downloaded automatically. Ikishakuwa downloaded automatically, nyingine tena inafuata, inakuwa ni hiyo series, sequence ya series ambayo unakuwa unapata kulingana na mteremko fulani. Tayari unaona ndo hiyo hapo imekuwa animated video yetu ya kwanza, na ikimalizika ya pili imeshaingia. Kwa hiyo itafanya huo mfumo mpaka video zote zitaisha, na wewe utaweza kutengeneza animation zako kwa njia rahisi sana, design hiyo kwa kutumia smartphone. Ndio hivyo tu. Kama hujanifollow, hujasubscribe kwenye channel yangu, naomba subscribe sasa.